Jambo mpenzi mtazamaji wa One Mic Channel, ni siku nyingine tena, muda mzuri tena tunakuja mbele zako kama kawaida, Mr. Fact and Mrs. Fix. Leo tunazo fact mbalimbali ambazo Mrs. Fix kama kawaida yake anasema ni fix, lakini tunapopita mtaani bwana tunakutana na fact nyingi ambazo wadau wanazungumzia, lakini hata wewe hapo unayo nafasi ya kusema kama ni fact au ni fix kupitia maoni ambayo utayaweka hapo kwenye TikTok, lakini pia YouTube yetu. Mrs. Fix. Leo bwana mtaani nimekutana na fact nyingine. Fact ya kwanza inasema kwamba wakati wa Ramadhani na Kwaresma, kama tunavyojua tuko katika mfungo wa Ramadhani na Kwaresma, ni sio wakati mzuri wa kutafuta mwanamke. Kwamba wakati wa Ramadhani au Kwaresma sio wakati mzuri wa kutafuta mke. Unajua kwa sababu gani? Inasemekana kwamba wadada wengi, hii ni kwa wadada sasa, sijajua upande wa kaka, kwamba wadada wengi wanaigiza tabia. Wadada wengi wanaigiza tabia. Kwani wakaka hawaigizi tabia? Yaani inaonekana wadada wanaongoza kwa kuigiza tabia zao ambazo sio za uhalisia wakati wa Ramadhani na Kwaresma. Unazungumzaje? Basi kama kwako wewe ni fix, ni fact mimi kwangu itakuwa fix kwa sababu sio kwamba wanaigiza tabia, bali ni namna mtu alivyo. Kweli kuna baadhi anaweza akaigiza tabia, lakini mwingine hawezi akaigiza tabia. Wengine wanaigiza tabia wenyewe ni watakatifu sana. Unajua wale wenzetu Waislamu kila mara wanaswali swala 5, swala 7 nini, wanaswali kila muda. Unakuta wakati mwingine kama sio Kwaresma au sio Ramadhani haswali, hafanyi yale ambayo anayafanya akiwa kwenye mfungo nini wa Ramadhani. Kwa hiyo kwangu mimi ni fix. Ni fix. Kwa hiyo mtu kuigiza tabia, lakini hamna ukweli kwamba watu wanaongoza kuigiza tabia kwenye wakati wa Ramadhani na Kwaresma. Pale tu mfungo ukiisha, basi unaona watu wanaenda klabu. Ukweli hupo. Ukweli upo, lakini kwa mbali. Ukweli upo ndio, wapo ambao wanaigiza, lakini pia wapo ambao hawaigizi. Wengine kweli wanaenda klabu, lakini wengine hawaendi. Kwa hiyo inafuatana na tabia ya mtu ambapo amezoea. Kuna mwingine anaweza akajilimit kwamba kipindi hichi mimi sasa sifanyi chochote, sitendi dhambi, siendi club, siendi kwenye mambo ya starehe, nakaa tu na swali, nasoma Bible nini, mambo yanaendelea, lakini ni tabia ya mtu. Kwa hiyo wapo ambao tabia zao wanazionyesha kiuhalisia, sio tu Ramadhani na Kwaresma, ni tabia zao toka mwanzoni. Ndio, na mtu hawezi akajilimit kwamba aache. Nyingine inakuwa ngumu kwamba kipindi cha Ramadhani sasa au Kwaresma haache zile tabia zake, inakuwa ngumu, yani kwa yeye anaona kwake ni kazi. Kawaida. Okay, hii ilikuwa ni fact ya kwanza. Mtaani kuzungumza na fact nyingine kwa fix ambayo sasa hii ni fix. Mtaani ni kutana na fact sio fix. Okay. Ambayo inasema kwamba kipindi cha Ramadhani au kipindi cha Kwaresma, watu wale ambao wanaonekana kuwa wanyonge sana, kwamba wenyewe saumu imekuwa kali kwao, ni watu ambao wanaenda wanapiga, wanakula huko pembeni, lakini wakirudi wanasema wamefunga. Hiyo ni fix. Hii kwangu nasema ni fix, ni fix, ni fix kabisa. Kwa sababu unajua mtu kuonekana mnyonge wakati wa kufunga ile inatokea na kwanza ndo vizuri. Kwa sababu gani? Japo walisema kwamba ukifunga usioneshe ukifunga usioneshe. Lakini basi saumu ikiwa kali, unajua kibiolojia mtu kuonekana mnyonge ni moja kati ya mechanism ya mwili. Unaupa mwili nguvu ili uweze, kuonekana mnyonge ni moja kati ya mechanism. Wewe umechukulia kama biologically, lakini wengine wenzetu hawaichukulia kama biologically. Anaichukulia kitu cha kawaida, yani anaona kuwa mnyonge ni kitu cha kawaida sana. Anaweza akaigiza kama hivyo ninavyosema kwamba hana act kwamba ni mnyonge Kwaresma, Ramadhani ni mpole, kila kitu ajala, yani kabisa unaona kweli yani huyu amenyongonyea kama somo umekuwa kali, lakini anapiga wapi kabla atumbeshe ipo, piga maji ndogo, apiga razi, maisha hapo ndio kwa mnyonge. Ndio kwa mimi kwa kali. Lakini basi mimi nasema ni fix kwa sababu moja. Kuonekana kwa mtu kuwa mnyonge kuna sababisha mambo mengi. Naweza kuwa kuna mwingine kweli kafunga lakini amepata changamoto, labda ana matatizo ya kifamilia, mwingine labda ana stress ila kafunga, si ndio? Lakini kwa hiyo unakuta anakuwa ni mnyonge kiakili, kimwili pia anakuwa ni mnyonge. Lakini kwamba mtu anaonekana mnyonge basi anapiga kidogo, akiona watu wapo watu hivyo. Na nadhani wanaofanya hivyo kupitia kipindi waweze kubadilika, waache, sio vizuri. Watabadilika. Kwa hiyo kwangu naona ni fix, inategemeana na mtu pia. Inategemeana na maisha anayoishi mtu, sababu tunatofautiana katika maisha. Lakini pia bwana, mimi nimezunguka pia huko nikakutana, hii ni fact ambayo kwa kweli mwenyewe nimeona hii ni fact. Nimekutana na wadau wanazungumzia hii. Unajua ni ipi? Bado tupo kwenye kipindi ambacho ni cha Kwaresma na Ramadhani. Inasemekana kuna wale wenzangu wanasema mimi nimefunga matendo. Ushawahi kusikia bado nini? Of course nawasikia sana. Kufunga matendo, alafu kula anakula.
Sasa inasemekana kwamba watu wanaoongoza kusema kwamba mimi nimefunga matendo na wakaacha kufunga, wanasema nimefunga matendo lakini kula na kula, wana uwezekano mkubwa sana wa kushindwa hata kuyaacha hayo matendo yenyewe wanayosema wamefunga, kwa sababu wanakula kama kawaida. Kwa hiyo wanakuwa wanaona maisha ni kawaida. Wanaposhindwa kujinyima kwenye chakula wakasema nimefunga matendo, wanakuwa na uwezekano mkubwa sana wa kushindwa kuyaacha yale matendo mabaya ambayo wanasema wameyafunga. Kwangu mimi ni fix. Hiyo kwangu ni fix kwa sababu wanaofunga matendo wengi walio wengi wanaumwa. Biologically sisi binadamu tunaumwa Tunavyojua kuna magonjwa ambayo mtu hawezi akafunga kula. Tunajua kabisa. Kwamba huwa akifunga kula kuna wale wajawazito. Mjamzito hawezi kufunga kula, atakula. Huyo sasa ndiye atasema kwamba mimi nimefunga matendo. Sasa kwa mfano hivi inawezekana mimi nikafunga matendo, si ndio? Yaani sifunge matendo, alafu nikafunga kula, ila matendo yangu yakaendelea kuwa pale pale. Kwamba yaendelea kuwa mabovu au mazuri. Yaani yes, kuna mtu kafunga matendo, na mimi nikasema mimi sifungi matendo. Mimi matendo yangu yapo, mimi nafunga kula. Ndio, of course wapo, lakini ukishafunga kula, basi funga kila kitu. Ukifunga kula, kwanza kula ni njia mojawapo ambayo ni ya muhimu zaidi kwenye vitu vya kufunga. Ukifunga kula, utakupelekea wewe. Kwanza usipokula utaonekana kuwa mnyonge. Ukionekana kuwa mnyonge, kuna baadhi ya vitu hutofanya. Kwa hiyo ukifunga kula, unaweza ukawa yani tabia fulani ukaiacha, labda unasema leo mimi siongee ovyo. Mtu ambaye hajala hawezi akaongea ovyo. Of course anakuwa hana nguvu. Ataonekana mnyonge. Pia mtu ambaye hajala hawezi akakaa na shauti huku na huku, yeye anapiga makelele, anakuwa ametulia. Kwa shehe, wewe ukifunga kula, basi wewe ujue utakuwa umefunga na vitu vingine. Lakini ambaye anasema anafunga matendo, huyo ataendelea, yani walio wengi anaweza akaendelea na matendo yake yale, huku anakula na matendo yake yanaendelea. Okay. Bana, hizo ni fact ambazo tulikuwa nazo kwa leo. Fact chache lakini za muhimu sana ambazo nadhani wakizingatia wanaweza kutoboa katika maisha. Mimi naitwa Hussein Madola aka Mr. Fact, nilikuwa naye Aulea Anton aka Mrs. Fix. Kwa heri kwa sasa hadi wakati mwingine. Asante.